Jina langu ni Amina na hii ni stori yangu. Amina akumbuki alitokaje kwenye nyumba ya mama Zainabu. Miguu ilikuwa inatembea, lakini akili ilikuwa imesimama. Rashid ni mdogo wa Jabir. Maneno hayo yalikuwa yanarudia kichwani mwake kama wimbo usiokoma. Alijisikia kama mtu aliyekuwa anaanza kupona, halafu ghafla jeraha likafunguliwa tena. Wakati huo huo, Rashid alikuwa njiani. Alikuwa amebeba kitu kidogo, kitambaa kizuri alichonunua kama ishara ya kumuunga mkono Amina. Hakujua kuwa leo mambo yangekuwa tofauti. Alipofika, alimkuta Amina amekaa nje ya nyumba yao. Uso wake haukuwa kama kawaida. Kulikuwa na uzito. "Uko sawa?" Rashidi aliuliza kwa upole. Amina alimtazama kwa sekunde kadhaa. Aliona usafi wa nia machoni mwake. Na hapo ndipo maumivu yalipozidi. "Rashid, kuna kitu nataka kukuuliza." "Sema." "Wewe ni mtoto wa nani?" Swali lilimshangaza kidogo, lakini akajibu kwa kawaida. "Mama Zainabu." Moyo wa Amina ukadunda kwa nguvu. "Na kaka yako anaitwa nani?" Rashidi akatabasamu kidogo. "Jabir, kwa nini?" Kimya. Upepo ulivuma polepole. Amina alihisi kama dunia imekuwa ndogo ghafla. "Mimi nilikuwa mke wa Jabir." Maneno hayo yalitoka taratibu, lakini yalikuwa mazito kama jiwe. Tabasamu la Rashidi likapotea. Uso wake ukabadilika polepole. "Unasemaje?" "Jabir ndiye niliyeachana naye." Dakika ile ilionekana ndefu kuliko zote. Rashidi alisimama kimya. Akajaribu kuunganisha vipande vya ukweli kichwani mwake. Yule mwanamke aliyemheshimu, yule aliyemvutia, yule aliyemwona tofauti, alikuwa sehemu ya familia yake. "Kwa nini hukuniambia?" Rashidi aliuliza kwa sauti ya chini. Amina hakujibu mara moja. "Nilikuwa sijui wewe ni nani kwake. Mpaka leo." Kimya kizito kikaanguka kati yao. Lakini hakukuwa na hasira. Kulikuwa na maumivu ya kushangaa. Wakati huo huo, Jabir alikuwa bado nje ya nyumba ya wazazi wa Amina. Hatimaye aliamua kushuka kwenye gari. Alipokaribia geti, akaona kitu kilichomfanya asimame ghafla. Rashid amesimama mbele ya Amina. Uso wake haukuwa wa furaha. Wanaongea kwa uzito. Moyo wa Jabir ukaanza kuwaka. Hakujua wanachozungumza, lakini alijua kitu kimoja. Hakuwa tayari kumwona ndugu yake kwenye maisha ya Amina. Rashidi alirudi kuongea. "Hii inamaanisha nini sasa?" Amina alimwangalia moja kwa moja. "Inamaanisha ukweli umechelewa kufika." Rashidi alishusha pumzi ndefu. "Na hisia zangu je?" Swali hilo lilimfanya asishindwe kuangalia machoni mwake. Kwa sababu ndani yake kulikuwa na kitu kilikuwa kinaanza kuchipuka. Lakini hofu ilikuwa kubwa zaidi. Ghafla, sauti ndifu ikasikika nyuma yao. "Amina." Waligeuka. Jabir alikuwa amesimama pale. Macho yake yalikuwa yamejaa kitu kisichoeleweka. Mchanganyiko wa wivu, majuto na kiburi. Rashidi akamtazama kaka yake. "Kaka, ulikuwa hapa?" Jabir hakujibu swali hilo. Alimtazama Amina tu. "Tunahitaji kuongea." Moyo wa Amina ukadunda tena. Kwa sababu safari aliyodhani imefunga ilikuwa inarudi mbele yake. Na sasa haikuwa tena siri ya familia. Ilikuwa vita ya moyo.
Hewa ilisimama kwa sekunde chache. Jabir alisimama mbele yao, macho yake yakitazama moja kwa moja kwa Amina, kisha kwa Rashid. Hakukuwa na salamu, hakukuwa na tabasamu. Kulikuwa na mvutano tu. Tunahitaji kuongea, Jabir alirudia kwa sauti nzito. Rashid alimtazama kaka yake kwa mshangao. Unaongea na nani? Aliuliza kwa utulivu ulioficha hisia. Na Amina. Kimya. Amina alihisi kama amesimama katikati ya uwanja wa vita. Amina, si mali yako tena, Rashid alisema taratibu lakini kwa msimamo. Maneno yale yalikuwa kama cheche kwenye petroli. Jabir akageuka kumwangalia mdogo wake. Unamaanisha nini? Namaanisha mliachana, ulimwachia huru. Uso wa Jabir ukakaza. Hiyo si sababu ya wewe kuingilia. Rashid hakutetereka. Sijaingilia, nimekutana naye kama mwanamke huru. Amina alifumba macho kwa sekunde. Hakuwahi kufikiria angekuwa sababu ya ndugu wawili kusimama hivyo. Rashid, nenda nyumbani, Jabir nisema kwa sauti ya kuamrisha. Lakini Rashid hakusogea. Sitoki hapa kama kuna jambo linaongelewa juu yake bila yeye kuamua. Maneno yale yalimgusa Amina, kwa sababu kwa mara ya kwanza alihisi mtu anasimama upande wake, si kummiliki bali kumheshimu. Jabir akavuta pumzi ndefu, kisha akamgeukia Amina. Naomba tuongee peke yetu. Amina alimtazama. Macho ya Jabir hayakuwa yale ya zamani ya kiburi tupu. Kulikuwa na kitu kingine, majuto, wivu na labda upendo ambao hakuwahi kuonyesha vizuri. Dakika chache tu, Amina alimwambia Rashid. Rashid alisita lakini akakubali. Walitembea umbali kidogo. Jabir akasimama. Unadhani hii ni sawa? Aliuliza kwa sauti iliyopungua ukali. Ni nini hasa? Amina akajibu kwa utulivu. Ni nini hasa? Amina akajibu kwa utulivu. Ni yeye mdogo wangu. Amina akamtazama moja kwa moja. Na mimi ni nani sasa kwako? Swali hilo lilimfanya Jabir anyamaze, kwa sababu hakuwa na jibu rahisi. Uliniwahi kuwa mke wangu na uliamua nisiwe tena. Kimya. Ukweli ulitua kati yao bila kelele. Nilifanya makosa, Jabir alisema hatimaye, maneno ambayo hakuwahi kusema kabla. Amina alihisi moyo wake ukitetemeka kidogo. Makosa gani? Aliuliza polepole. Kukuacha uondoke kirahisi, kukuacha bila kupigania. Amina akashusha pumzi ndefu. Ulinipa talaka kwa kiburi, Jabir. Sasa unarudi kwa sababu gani? Upendo au wivu? Swali hilo lilimchoma, kwa sababu hata yeye hakujua jibu lake vizuri. Wakati huo huo, Rashid alikuwa amesimama mbali kidogo, akifikiria. Hakuwahi kumpinga kaka yake maishani, lakini kwa mara ya kwanza moyo wake ulikuwa unamsukuma asimame imara. Hakutaka vita, lakini hakutaka kukimbia. Jabir alirudi kuongea kwa sauti ya chini. Nipe nafasi nyingine. Maneno hayo yalitua taratibu hewani. Amina alihisi kama muda umerudi nyuma, lakini alikumbuka miezi ya kulia peke yake. Alikumbuka aibu ya kurudi kwa wazazi wake. Alikumbuka ukimya wake ulioumiza. Moyo wangu si kitu cha kujaribu tena, alisema kwa utulivu wenye kuvu. Jabir akamtazama, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa maumivu na hasira iliyozimwa. Kwa hiyo unachagua yeye? Amina akatikisa kichwa. Nachagua heshima yangu kwanza. Maneno yale yaliwakata wote wawili. Rashid akasogea karibu. Hakumshika mkono Amina. Hakusema kitu chochote kikubwa. Alisimama tu karibu yake. Ilikuwa ishara ya kutosha. Jabir aliwatazama kwa sekunde chache, kisha akageuka. Akaondoka bila kusema neno lingine. Lakini ndani yake moto haukuzima. Amina alihisi uzito kifuani. Hakuchagua Rashid, lakini pia hakurudi kwa Jabir. Alikuwa amechagua yeye mwenyewe, na huo
ulikuwa mwanzo wa vita mpya, kwa sababu sasa haikuwa tena talaka tu, ilikuwa damu dhidi ya damu. Ama umeipenda hadithi hii, like and subscribe tuendelee mbele.